Bana, mambo vipi? Jina langu ni Yesaya na ninakukaribisha kwenye YouTube channel ya Yesaya Software, na kuna vitu ambavyo nilikuwa nataka nikushirikishe siku ya leo kuhusiana na namna ambavyo unaweza kutumia akili unde kwenye kufanya kazi zako za programming. Hii imekuwa ni kitu kizuri kwa sababu mwanzoni wakati ninaanza masuala ya development miaka ya 2010, 2012 mpaka 18, sometime kukesha ilikuwa ni jambo la kawaida kabisa, kwamba una kazi yako unataka itoke, una pressure za wadau ambao wanataka kutumia mfumo, kwa hiyo unahitaji muda mwingi sana kuhakikisha kwamba unakaa kwenye kompyuta yako na unaweza kuleta output. Lakini hii imekuwa ni kitu cha tofauti kwa sababu kadri siku zinavyoenda na umri unavyozidi kwenda ni kwamba majukumu yanakuwepo ni mengi sana, na unatakiwa angalau kutoa nafasi kwa mambo mengine aweze kuendelea, na sio kazi peke yake, include familia, kazi na mambo kama hayo. Sasa hii inapelekea kwamba muda ambao unaweza ukautumia kwa ajili ya kufanya programming na kutoa product unaweza ukawa umepungua kidogo, na hii inapelekea sasa basi kuwepo kuna changamoto ya time management. Lakini luckily kwenye dunia ambayo tunaenda sasa, masuala ya akili unde, nadhani kwamba kuna kitu ambacho kinaweza kikawa ni tofauti kidogo, kwa sababu unaweza kutumia muda mdogo na ukaleta output kubwa na kuendelea na shughuli nyingine za kijamii. Kwa hiyo hii imekuwa ni game changer. Kazi ambayo ungeweza kuifanya miezi miwili mitatu, sasa unaweza kufanya kwa wiki moja mbili kwa msaada wa akili unde. Na hii inafanyikaje? Ukiwa kama developer unaweza uka integrate AI assistance ndani ya ID yako, na hivyo ikakurahisishia baadhi ya vitu. Nakumbuka kipindi chetu copy and paste ilikuwa ni kitu kimoja kizuri sana ambacho kilikuwa kina fast track. Kuna code ambayo umeshaitengeneza imetumika kwenye maeneo mengine au kwenye project nyingine, kwa kuna baadhi ya features unaweza ukaenda ukakopi ukapaste ili iweze kumove forward vizuri. But that's not the case anymore, kwa sababu kwa kuintegrate hizi AI assistants ndani ya ID yako, basi inaweza kukurahisishia kuweza kutoa matokeo ya haraka katika utendaji kazi wako, na wewe utahitaji kureview ile code na kuhakikisha iko proper, inaleta vitu vinavyotakiwa, test it, and tayari uko na feature nzuri. Kitu cha muhimu ambacho unatakiwa kukizingatia ni kwamba kwenye kazi hii ya kutumia AI assistant kwenye ID yako, itahitaji uwe na proper prompt ambayo itaweza kuelewa nini ambacho unataka na kuweza kutoa matokeo ambayo unayatarajia. And sometimes kustructure prompt kuwa comprehensive enough inaweza ikaleta matokeo mazuri, lakini nikwambie kitu kimoja, hata kama una wazo kubwa ambalo unataka kutumia msaada wa AI assistant, basi haitakuwa ni prompt moja ikaleta kila kitu. It's a progressive, kwamba haiwezi kwa prompt moja basi ikatengeneza project yote na kukamilisha kila kitu then ukaanza kutumia mfumo wakati huo. Hapana, inahitaji progressive multiple prompts, kuangalia kwenda stage by stage, na hii unaweza ukaivunja vunja prompt yako au activity ambazo unataka kuzifanya into phases. Kwa you implement one feature, move to the next one, move to the next one, mpaka utavokwisha kukamilika. Na uzuri pia kwenye kutumia AI assistant ndani ya ID inakupatia chances nyingi. Most likely pia kuna bugs ambazo utakutana nayo, hata kama kodi hii itakuwa imeandikwa kwa AI assistant, but still there is a possibility kwamba kuna chances ukafanya bugging nyingi ambayo inaweza ikakusaidia kuimplement hiyo kazi yako. Kwa hiyo na AI assistant sometimes inaweza ikaleta majibu ambayo sio, kutokana na knowledge cut off au nini au update ambazo zimefanyika ambao AI assistant haiko aware. Na mimi kwa mfano kwenye project zangu za Android, changamoto kubwa ambayo nimekutana nao ni hasa kwenye version number. So mimi pia sipendi kutumia outdated versions au deprecated versions. Kwa hiyo mara nyingi ninaangalia kwanza kwenye respective website current version ni ipi, then hiyo ndio naitumia. Hata kama AI assistant atanipatia version ya nyuma, lakini mimi nataka nitumie latest version ambayo itanipatia majibu yanayotakiwa. Sasa kuna chances kwamba kwenye mazingira kama hayo upo uwezekano kwamba AI assistant inaweza ikawa a little bit nyuma kidogo. Kwa hiyo hii itakuwezesha wewe sasa
kuingilia kati na kutafuta solution ambayo inaweza ikakusaidia kutatua hiyo bug ambayo inaweza ikawa imejitokeza. But 90 to 95% all the time inawezekana kwamba utakuwepo huko on right track. But there is a need for intervention kama itatakiwa kufanyika hivyo, ili uweze kujua tatizo ni nini na uweze kutatua changamoto ambayo itajitokeza. Lakini pia kuna vitu ambavyo pia unatakiwa uviangalie, kwamba unahitaji kufanya majaribio ya kutosha na kuhakikisha kwamba au kujiridhisha kwamba kile kilichoandikwa ndicho ambacho kinaleta matokeo ambayo unayatarajia. Hili ni jambo kubwa sana, kwa sababu huwezi ukarely moja kwa moja kwamba kilichoandikwa au kilicholetwa na AI ndicho ambacho kitafanyiwa kazi. Lakini all in all, kama una basics za programming na una uelewa kidogo wa nini ambacho kinatakiwa kufanyika, uko kwenye right track, kwamba utaweza kujua nini ambacho kinatakiwa kufanyika, wapi kuna makosa, ili uweze kuresolve changamoto ambazo zinaweza kujitokeza. AI assistant kwenye IDE ni game changer na inarahisisha sana kazi za utendaji wako. Na kitu kikubwa ambacho nimejifunza ni kwamba inakupatia maelezo mazuri sana. Kwa hiyo most of the time baada ya kuread code pia inanifundisha namna gani unaweza kuwa software architect inatakiwa kufanyika. Nikipatia problem kwanza, inaanza kuanalyze ile problem ambayo niko nayo. Inanieleza how it's going to undertake that project na vipi ita break down hiyo project na kuimplement. Haya ni maelezo mazuri sana. Sometimes wakati ninafanya hii kazi nakuwa nafurahi sana kusoma zile feedback ambazo inanipatia, mwongozo inaoutoa na approach ambayo inaichukua katika utendaji kazi. Na uzuri kwamba hizi AI assistant tayari zimekwisha kujifunza from best practices, na yale maelezo ni mazuri sana. Sometimes ninayatumia kama fallback au kusoma na kujielimisha zaidi wakati ikiwa inaendelea kufanya kazi hiyo. Kuna project ambayo naifanyia kazi, I'm really excited about it, na ninatumia support ya AI assistant fully kuhakikisha kwamba ninaweza nikafikia malengo ambayo ninayatarajia. Akili Unde imekuja kurahisisha utendaji kazi wetu na hakuna namna ambayo tunaweza tukaizuia. Wala usihofu kwamba itachukua kazi za developer. Si kweli, kwa sababu mimi ni developer na inanisaidia kufanya development, na haiwezi ikafanya yenyewe. I have to be here kuhakikisha kwamba nina direct to the right direction. Kwa hiyo mimi ninafurahi kuhusiana na maendeleo ambayo yapo kwenye Akili Unde na namna ambavyo Akili Unde ina transform Tanzania yetu au dunia yetu kuelekea kwenye direction ambayo tunaitarajia. Anza sasa, fuatilia sasa kupitia YouTube channel ya ISR Software. Nitakuwa ninakupatia update kama hizi na namna ambavyo ninaweza kuundertake project yangu kupitia msaada wa AI assistance au Akili Unde. Peace.